nafundisha umuhimu wa mafuta ya Roho Mtakatifu katika kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mafuta ya Roho Mtakatifu ni uweza wa Mungu unaomwezesha mtumishi au muumini kufanya yale ambayo Mungu anataka. Amen. Yeah. Narudia, mafuta ya Roho Mtakatifu ni uweza wa Mungu unaomwezesha mtumishi au muumini au mshirika kufanya yale ambayo Mungu anayataka. So kuamini kwetu na kutenda kwetu ili kukubalike mbele za Mungu wa mbinguni, lazima Roho Mtakatifu ama mafuta ya Roho Mtakatifu yawe ndani yetu kutuongoza kufanya yale ambayo Mungu anayataka. Unaweza ukafanya mambo, unaweza ukafanya jambo, watu wakakufurahia, watu wakakushangilia, watu wakagongea na wewe, lakini Mungu akageuza uso asikuangalie. Weka mbali swala la kibali cha wanadamu. Weka mbele yako kibali cha Mungu kwanza. Haleluya. Amen. Weka mbele yako kibali cha Mungu kwanza. Mungu akisha kubali, wanadamu watafuata tu, iwe wanataka ama hawataki. Maana wote tunashiriki na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Usitake sifa za wanadamu. Wewe mtumishi, hapo umepiga. Mtumishi, hapo yani mtumishi wanakuletea na vihela, wanakuletea na vizawadi. Weka mbali vizawadi, wewe nenda na kibali cha Mungu. Haleluya. Unaweza kufanya vitu vingi vikawabariki watu, vikaleta faida kwa watu, lakini visiwe na utukufu mbele za Mungu. Kanisa, haleluya. Amen. Kanisa, haleluya. Amen. Kanisa lilipokosa kuyaelewa haya, kuyafanya haya, kuyaishi haya, neema na nguvu ya Mungu, neema na matendo ya Mungu yakapungua. Na si kupungua tu, yakakosekana. Kwa lugha rahisi, kanisa likaingia kwenye ukame, unaitwa ukame wa kiroho. Ukame wa kiroho ndio chimbuko la maono na mafunuo ya karama za aina mbalimbali zisizompa Mungu utukufu. Ukame wa kiroho ndio chimbuko au matokeo ya mafunuo na karama za aina mbalimbali zisizo zake Mungu, ambazo leo zinatendeka ndani ya nyumba za ibada. Si kila muujiza au tendo linalotendwa na mtumishi kwamba lina kibali cha Mungu wa mbinguni. Ndio maana Biblia, maandiko yanasema zijaribuni kwanza hizo roho, msiziamini kila roho, bali zijaribuni kwanza hizo roho kama zimetokana nani? Na Mungu wa mbinguni. Na kama hautakuwa na upembuzi yakinifu, kupotezwa kunatokea. Ndiposa anasema siku ile ijapo, wawili watakuwa wamelala kitandani, yani bwana na bibi, mmoja atwaliwa, mmoja achwa. Kwani ni ukame wa kiroho umeingia, giza la kiroho limeingia. Na huu ndio wakati mwafaka wa kanisa kutafuta na kuelewa yawapasayo kufanya. Majira haya ya jioni, tafuteni sana kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Mafuta ya Roho Mtakatifu yasipungue ndani yenu, yawashuhudie, yawafundishe, yawaongoze, ili wale wanaokusudia kuwapoteza wawakute mko imara, thabiti, wala wasiwaweze. Watashindana nanyi, lakini kamwe hawatawashinda, kwa sababu Roho Mtakatifu anawapa nguvu ya kushinda na zaidi ya kushinda, katika jina la Yesu. Haleluya.